Nimeona kwa siku ya leo niongelee kuhusu hilo dini la Freemason au Freemason lililofungwa huko Kenya. Jambo la kwanza, hawajakosa hela ya kulipa kodi. Hapana. Wao waamini wa hilo dini la Freemason wameshindwa na mikataba waliopeana, kwa sababu ukijiunga Freemason kuna mikataba unapewa, lazima uitimize. Sasa wao wameshindwa kutoa kafara zao. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hawakutimiza makubaliano. Unajua hilo kundi la Freemason ni waongo watapeli wanaotumia njia ya kwamba wanataka wakubariki wewe, wakati wao wanajitafutia faida. Wanajitafutia faida kivipi? Wanaona nyota yako, wanajua nyota yako ni nzuri, ni safi. Sasa wanatumia mfumo wa kusema lazima utoe kafara ndo utajiri tukupe utajiri. Hawakupi utajiri, ni vya kwako walivyo kunyang'anya, wanakurudishia ili wewe ukubaliane nao, uwaamini wao ya kwamba wao ndo wamekutazirisha. Mnisikilize vizuri kwa umakini. Wa Freemason hawana akili. Kwa sababu nakumbuka kipindi mzazi mwenzangu alikuwa amejiunga nao, sikujua. Ikafika wakati yeye akataka kutoa kafara binti wangu. Unaona? Ilivyoshindikana sasa, wakatumia njia ya kwamba mimi ndo wanisaidie. Mnisikize vizuri. Nilifanya mkutano nao, walikuwa wanajiita ni watu wameokoka, wanamjua Yesu Kristo, wanamuongelea. Muda sikudanganya kwamba watu wa giza hawatamki neno Yesu Kristo au hawasemi Mungu aliye juu mbinguni. Wanasema. Lakini mimi moyo wangu ulishindwa kukubaliana nao. Sasa nilivyoachana nao nikasema ninyi nimeshawaona ninyi ni watu wa Freemason. Mzazi mwenzangu ndo amefoka, ndo kafika kipindi sasa wakaanza kuongea ndani ya nyumba, wakawa wengi, wakanipatia siku 2 za kufa, za kufariki kama sitoi kafara binti wangu. Mnisikie vizuri. Wa Freemason wakitaka kuongea na wewe, wakikutafuta, kuna vitisho wanakuletea. Ni sawa sawa na wachawi. Wachawi wakikuvamia au kiwaona, wanakutishia ya kwamba ukifanya hivi tunakumaliza, ukifanya hivi utaondoka, ukifanya hivi utakufa, watoto wako watamalizika. Lakini hao wote ni waongo watapeli. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema ya kwamba tusiwaogope. Ndio maana mimi siwezi kuogopa wa Freemason, siwezi kuogopa wa Illuminati, siwezi kuogopa wachawi na waganga wa kienyeji na washirikina, siwezi kuogopa mapepo na mizimu, siwezi kuogopa ule muovu shetani. Sasa dunia tunayoishi, tumezalia tunakutana na waongo. Dunia imejaa waongo, matapeli, wanafiki, wachawi, waganga wa kienyeji, washirikina. Imejaa mizimu, imejaa ma-alien na ma-reptilian na ule mwovu shetani sasa anayejigawa. Kwa sababu ule mwovu shetani anaweza kujigawa mara mabilioni wakati ni peke yake. Na anawapatia uwezo wa Freemason na wa Illuminati pamoja na wachawi na waganga wa kienyeji kujibadilisha kila aina wanavyotaka. Mnisikize vizuri. Kutapeli. Sasa wanavyotapeli, anakuja kuongea na wewe. Sasa kuna zile spiritual za ule mwovu shetani zinakuingia. Anavyokuambia jambo, kuna zile spiritual zinakuingia, wewe unajikuta umekubali. Unasema hapa ndo mahali sahihi. Kumbe kuna nguvu zimekuingia, zinakutawala. Lazima tuombe. Sasa wa Freemason na wa Illuminati lazima kushindwa masharti, sio kwa nguvu zao. Ni kwa sababu Mungu aliye juu mbinguni anataka kuwaibisha. Ndio pale hata na wachawi wengine wanakamatwa kwa kujisahau, kwa kusahau agano walizopeana. Sio kwa sababu kwa nguvu zao, wamesahau kwa sababu Mungu amefanya wasahau, wajikute wameaibika. Sasa na huyu ni mfumo wao kusahau ili waaibike. Ni aibu. Na sisi waombaji tulioitwa na Mungu aliye juu mbinguni, sisi watumishi wa Mungu wa ukweli,
sisi manabii tukiendelea kushirikiana kukemea kila nguvu za mwovu shetani, kila nguvu za wachawi, kila nguvu za washirikina, kila nguvu za wafrimason na waluminati, kila nguvu za mapepo na mizimu, watashindwa, watajisahau, wataaibika.